الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه الأعلام الكرام، amma baad. Tuko katika kuendelea na darsa yetu na tueleza katika mambo yataka tujiepushe tukiwa tumefunga. Ma hiya al-umuru allati yanbaghi an yatakhalla anha as-saim wa ghayru as-saim, ni mambo yataka mtu ajiepushe ikiwa amefunga na hata kama hakufunga. Hizi tabia zote mbaya za amradhul qulub au za maradhu min amradhil qulub, maradhi katika maradhi ya nyoyo, yataka ujiepushe saa yote, miezi yote, siku zote. Na katika Ramadhani tuepushe nao mambo kama hayo, na kama ulikuwa nao hiyo sifa, sasa uiwache sifa hiyo. Leo sifa ambayo kwamba tunahitaja ya mtu ambaye kwamba jiondoshe katika kosa kama hilo ni alriyau. Alriyau, kujionesha, murai, mtu mwenye kujionesha, wafanya jambo si kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, wafanya jambo kwa ajili ya watu waone, watu wakutaje vizuri, watu wakusifu, wataka sifa kwa watu. Malipo yako wategemea watu, manake humfanyii Mungu. Ibada za Mungu alokuambia ufanye ni Mungu, malipo yako kwa Mungu, lakini ukasahau kama wewe unamfanyia Mungu, ukarudi kwa kile ibada ya Mungu na afaa kufanywa Mungu, ukawa unawafanyia watu, unaonesha watu. Na ndio kaambiwa katika watu wa kwanza wataka kuadhibiwa siku ya Kiyama ni watu watatu. Mtu wa kwanza ni mtu Mwenyezi Mungu amemjalia asoma Qur'ani mchana usiku, amehifadhi, yaipata vizuri, sauti nzuri, yapendeza, lakini katika kusoma kwake hataraji thawabu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ataraji watu wampe sifa, wamuite aqari'u, somaji Qur'ani mzuri, innahu qari'un fulani, ya mashallah, sauti nzuri, mashallah, jua naghama vizuri, mashallah, tajwidi yake nzuri, mashallah, makharijul hurufi yake mazuri, hodari kusoma, sauti nzuri, kiraa kizuri, naghama zake nzuri. Na akimaliza kusoma pengine aulize na watu, waonaje Qur'ani yangu, umesikiaje, umesoma vizuri, imevutia watu vipi, watu wameathirika? Huyo ni mtu wa kwanza. Mtu wa pili kadhalika, mtu mwenye mwanachuoni mwenye ilmu, naye ni kama msomaji Qur'ani, asomesha, asoma, amesoma vizuri, amekuwa hodari, lakini ataka kusifiwa msomeshaji mzuri, ataka kuitwa ni alimu, al-alimu al-allama. Utamuita allama atakasirika, atakuita sheikh, utamuita sheikh atakasirika, atakuita ustadhul ustadhin, ustadhi wa maustadhi, utamuita hivyo akasirika. Ataka watu wamuite shekhe, mwanachuoni, allama, al-bahru, al-fahama, bahari ya ilmu, huyu mwenye fahamu kubwa, huyu mwerevu, nihriru, al-kadha wal-kadha. Asomesha na atumie elimu yake, aitwe ni alim. Mwingine ni mtu alopigana vita fi sabilillah, katika jihadi, lakini jihadi yake ataka aambiwe fulani shujaa,
fulani jali, hajali, haogopi, hachi, jisoza tu. Hata kusifiwa ni mpiganaji hodari. Na mtu wa tatu ni mtu mtoaji mali. Mungu amempa pesa, watoa pesa zake, afanya mambo, ajenga misikiti, ajenga madaris, asaidia mayatima, asaidia masakini, lakini ataka kuitwa innahu jawad, toaji, karimu, mikono yake itani. Kwa hivyo hawa wenye kufanya mambo kwa ajili ya watu, siku ya Kiyama atakwenda amwambia Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, nimefundisha elimu, ya Rabbi, nimesomesha Qur'ani, ya Rabbi, nimetoa mali yangu, ya Rabbi, nimepigana fi sabilillahi. Mungu atamwambia, ulipofanya hukufanya kwa ajili yangu, wewe ulifanya kwa sababu uitwe ni msomaji. Kwa hivyo kachukue malipo yako kwa wale uliowafanyia. Ulifanya hili kwa sababu uitwe ni mwanachuoni, nenda kachukue malipo yako kwa wale waliotaka kuita mwanachuoni. Nenda kachukue malipo yako kwa wale waliotaka kuita ni shujaa. Nenda kachukue malipo yako kwa wale wataka kuambia wewe ni jawadi. Nenda ukalipwe na wale. Na basi kwa Kiyama atafufuliwa, watakuwa na Mwenyezi Mungu, wataka malipo yao. Mungu atabana, nendeni kwa wale ambao kwamba wataka wasifu. Na hii ndio inaitwa shirkul asghar. Mtu kama unajua shirki ndogo, kama tujua Rasulullah, kama shirki ndogo ni mtu kufanya jambo akamshirikisha mtu mwingine katika ile jambo langu. Na yote mwenye kufanya amali yoyote akanishirikisha mimi na mtu mwingine, akamuonesha mtu mwingine amali kama ile, nitamwachia yeye amali yake na shiriki yake, ampe yule mtu ambaye kwamba amlipe. Na Mtume asema Mwenyezi Mungu hamkubalia amali yoyote ya mtu ambaye kwamba anawezani wa dhara kutokana na ria. Ikiwa na chembe chembe za ria, amali yako haikubaliki. Na ni katika sifa za wale wanafiki. Wanafiki katika sifa yao, yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, wa idha qamu ila salati qamu kusala yurauna an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Wamdanganya Mungu, Mungu wadanganya wao. Na wakati wa kiswali usimama wavivu, yurauna an-nasa, waonesha watu kwa waswali, wala mtaji Mungu ila kwa uchache. Katika sampuli ya kukuwa mtaji Mungu kichache, na ukifanya ibada wafanya watu. Sayyidina Ali asema mtu yoyote mwenye kufanya amali kwa sababu ya watu na mbele ya watu, na wale watu wakiwa hawako wakawa hafanya amali kama ile, basi ile ni ria. Mwenye kufanya amali yote nyingi mbele za watu, watu wakiwa hawako wakapunguza, basi ile ni ria. Mbele za watu watatoa zaidi kuliko akiwa peke yake faragha. Mbele za watu watatoa sauti nzuri kuliko kusoma peke yake akisoma na watu kidogo. Basi kule kufanya mambo mbele za watu unakuonesha watu ni ria. Ndio katika sura ya Al-Maun Mwenyezi Mungu asema nini? Alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yurauna, waonesha watu swala yao, swala pita patupu. Hivyo hivyo ukitoa zaka ukajionesha, zaka zako Mungu hazikubali. Ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha kalladhi yunfiqu malahu riyaa an-nas. Enyi mlioamini, Mwenyezi Mungu, usiharibu sadaka zenu bilmanni wal adha, kukutolea matusi, kwa kuwatusi watu na kuwaudhi. Kalladhi, yusika kama wale kwamba yunfiqu malahu riyaa an-nas, atoa mali yake kwa ajili ya ria tu, kwa sababu ya kuonesha watu. Sadaka yako, zaka zako ukifanya ria, Mwenyezi Mungu hakubali ibada yako kama hiyo. Kadhalika haji, kihiji pia kuonesha watu, Mwenyezi Mungu hija yako haikubaliki. Na leo umekuwa mchinjo, mpaka mtu akiswalisha ataka apigwe picha, achukuliwe, aenezewe ambaye fulani waswali. Mtu kwa Maka afanya haji, kwenye Hajarul Aswad au azunguka al-Kaaba, ataka kupigwa picha aonekane kwenye haji. Fanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, usifanye kwa ajili ya watu, usioneshe watu, kwa sababu kule kuonesha watu ndio ria. Wale salafu salih, watu wema waliotangulia, walikuwa wakiogopa ria, walikuwa wakikimbia ria, mpaka wengine swala zao za sunna haswali msikitini, uswali nyumbani kwa sababu asionekane.
swala zao za usiku qiyamul layli zinga mahali faragha wakaswali. Wakifunga saumu zao za sunna hawataki kujulikana kama wamefunga, wala hajioneshi. Wale ndio watu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sio mwenye kujionesha. Ndio hata wakati mmoja Sayyid Abdullah ibn Mubarak alikuwa na mtu wake akimtumikia, basi usiku ule uamka akajificha akafanya ibada zake Abdullah ibn Mubarak. Ule mtu wake siku hiyo hakulala, akakesha kumwangalia Abdullah ibn Mubarak afanya nini. Alipomuona yuaswali kisha akajitia kulala, Abdullah ibn Mubarak akamuona, akamfuta kazi, akasema nenda zako, sababu wewe unataka kunichunguza mimi ninachokifanya, sitaki kuchunguzwa mimi. Imam Ahmad ibn Hanbal asana tamani mimi ningekuwa katika majabali ya Maka ya Madina nafanya ibada zangu peke yangu, watu wasinijue, watu wataniangamiza. Ndio Imam Ghazali asema ma halaka nasa illa nasu, watu waangamizwa na watu. Watu watakusifu, watu watakushukuru mbele za watu, na bado kushukuriwa uone bado hujashukuriwa, ukisifiwa uone bado hujasifiwa. Kote kujionesha, na Mungu hakubali amali. Ukifanya fanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mungu ametuambia wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu dina hunafaa, hawakuamrishwa ila umwabudu Mwenyezi Mungu kwa njia hali ya ikhlas. Hunafa, umepondoka kwenye haki. Yuqimu salata wa zakat, mwanzo angalia ikhlas, fanya kitu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Imamu na Shafi'i rahmatullahi alayhi aliyasomesha wengi na alisoma kwa wengi na ametunga vitabu vingi, lakini asema atamani asinasibishiwe elimu kwake, asiambiwe huyu mwanafunzi wa Imam Shafi'i, hichi kitabu cha Imam Shafi'i, asingile mtu mwingine apewe jina lile kitabu cha fulani na mwanafunzi wa fulani. Atamani ile hivyo, asiambiwe huyu mwanafunzi wangu, hichi kitabu changu. Hataki Imam Shafi'i. Aogopa kitu gani? Aogopa ndani yake riya, kujionesha, hataki mtu amuone. Na hivi ndio walivyokuwa wale salafu salih, watu wema, ndio walivyokuwa kina Ibrahim bin Adham. Mmoja aliuliza Adham, vipi, alisoma kwa nani? Akasema tosha tu kwa mtu mwema. Amemsomesha nani? Asema tosha kwa mtu mwema. Sababu kwa kimuona yeye akitaja Mwenyezi Mungu, akileta dhikrullah, hataki kusikiwa yasema nini. Alikuwa akiswali hataki kuonekana yaswali vipi. Bali wengine walikuwa kiamka usiku akiswali, akaona mtu amemuona ujitia urudi akaenda amelala. Wengine wasoma Qur'ani, akiona mtu amemuona hufanya kama hasomi tena Qur'ani, sababu kwa hataki kuonekana. Wafanya amali zao kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wale usio kama yule bwana mmoja alikuwa akiswali sunna msikitini, watu wametoka msikitini yeye swali sunna tu, wale watu wakamfuata akamwambia, mashaallah, huyu ni mtu ameshika ibada, ameshika swala za sunna kwa peke yake msikitini, swali sunna. Nasema nani aswali? Aliambia, nyinyi muona mimi naswali sunna peke yake, hata saumu za sunna mimi siwachi. Hivi nimefunga, hivi nilipo mimi sio kwa naswali tu, mimi hata kufunga nimefunga. Kwa sababu ya gani? Kwa sababu ya kuonesha watu. Wewe fanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, fanya ulipo malipo ya Mwenyezi Mungu. Binadamu atakulipa nini? Binadamu atakufanyia nini? Binadamu atakusaidia nini? Ibada ya Mungu, wewe ni kiumbe cha Mungu, na Mungu ndiye alokuumba kwa ibada, na Mungu ndiye amekuwekea malipo yako peponi, utakwenda kulipwa huko. Kwa hivyo tahadhari, amali zozote zikifanywa ndani yake kuna ujbi, kujiona. Amali zozote ukizifanya ndani yake kuna riya, basi zitachukuliwa zile amali zipandishwe mbinguni, mbingu ya kwanza, malaika zisifu, mbingu ya pili zitajwe vizuri, mbingu ya tatu, kifika mbingu ya saba na malaika sami ndio malaika wa kujionesha. Amali hii haikukusudiwa Mwenyezi Mungu, mrudisheni amali, mrudisheni mwenyewe. Ndio amali yenyewe arudishwe mwenyewe. Kwa hivyo ikhlasi ni kitu muhimu sana, na tujiepushe sana na kujionesha, tujiepushe na kujionesha. Katika tumesema kujionesha si katika sifa za muumini, kujionesha si katika sifa za Muislamu, kujionesha si katika sifa za imani, kujionesha katika sifa za wanafiki. Na tukimalizia, kwa kuna mzee wetu Mamrui kwa maarufu akijulikana kwa Mwalimu Musa,
mzee wetu alimamu Rahil akitueleza sana kisa hichi, akisema Mungu arehemu ria, Mungu arehemu ria, kule kujionesha Mungu akurehemu. Kama kwa nini maalim? Akasema kama sikujionesha tukajengewa misikiti, kama sikujioneshwa hangejengwa madrasa, kama sikujionyesha hangepelekwa watu haji, kama sikujionyesha maskini hangesaidika. Lakini huku kujionyesha ndio, na ulimwengu wa leo ni ulimwengu wa hatari sana, ulimwengu wa zombo za media, au ni ulimwengu wa social media, ma TV, masimu, mfanyalo afukue kisima, ajenga msikiti, achangiao, kila mtu apigwa na kila mtu ataka kuonekana, na mwingine atakuuliza umeniona jana, umesikia habari yangu jana. Na hili ni katika udhaifu wetu mkubwa sana wa binadamu. Mungu atujalie tukifanya lolote tufanye kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atuondoshe ria ndani ya nyoyo zetu, na mtume kwa kujilinda na kufanya jambo lolote kumshirikisha mtu mwingine, asifanye jambo ila liwe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu peke yake. Unalolifanya mfanyie Mungu, na usiangalie nani atakuona, usiangalie nani atakusifu, nani atakutaja vizuri. Usifanye usikiwe vizuri, wala usifanye usemwe vizuri. Fanya wewe, man kana yarju liqaa rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik biibadati rabbih ahada. Mwenyezi Mungu ambaye yote mwenye kutarajia kutana na Mwenyezi Mungu afanye mambo mema, wala asimshirikishe Mungu na yoyote, afanye kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Uwe kama wale mfano wa Sayyidina Ali bin Abi Talib, na Sayyidina Fatima, na Sayyidina Al-Hasan na Hussein, walipo shuka Qur'ani kama innama nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaan wala shukura. Walikuwa wamelisha mayatima, yutimuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, wakilisha maskini, mayatima, tekwa. Sasa innama nut'imukum liwajhi Allah, fanya kitu kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Ndio kama yafikuna amwalahum tighaa mardhati Allah. Mwenyezi Mungu tujalie tunachokifanya kiwe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, wal afwa minkum.